kusudi la kimungu halipingani na neno la Mungu. Sifa ya pili, kusudi la kimungu linafanya mambo kwa ukubwa. Na sifa ya tatu, kusudi la kimungu halizuiliwi na chochote. Soma nami kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kwa kuandika uandike mstari wa kwanza hadi wa 31, ila kwa kusoma usome mstari wa 8 hadi wa 14. Biblia imeandikwa, na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu. Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu. Kwa nini alifanya uwe mgumu? Kuna sababu. Naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa jeuri. Unaweza kukaa hapo kwanza. Sikiza nikwambie. Sio kwamba waliwafuata hivi dharau. Yaani waliondoka kwa dharau sana. Waliondoka kwa jeuri. Mwingine hadi anapita karibu na dirisha la Farao, tunaenda zetu Kanaani. Au tuwezi ngo. Farao akitaka kuwafuata anakumbuka, mtoto nimezika. Wanapita kwa wale wanajeshi wa Farao, yaone tunaenda zetu Kanaani. Bye bye. Tunaenda zetu wapi? Kanaani. Wameondoka kwa jeuri. Hata wewe ulipookoka uliokoka kwa jeuri. Yes. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu, nimemwamini Yesu. Sasa inafanya mambo ya kwa ukubwa. Kusudi la kimungu liliwaambia, leteni vyombo, wapiga vyombo nitawaleta. Mkaleta vyombo, dokta akaja. Mkaleta vyombo, Mungu akamuita mgendo kutoka mbali, njoo upige solo gitaa. Kuna kusudi nimeliweka kule, linakutaka uitimize. Lugendo nilipofika hapa, nikajua nimekuja tu kupiga gitaa. Nilipofika, nikakutana na Bwana. Nikakutana na moyo wa ibada. Moyo wangu kapapenda hapa, kwa sababu pana kusudi la kimungu. Mchungaji, Mungu atakuletea wengine ambao hautaamini. Haleluya. Kusudi la kimungu.